mikono juu kwa Yesu. Ila mtu mikono, ila mtu mikono.
na nguvu zako. Asante kwa kutuheshimisha na uwepo wako. Katika uwepo wako minyororo inavunjika. Katika uwepo wako maisha yanabadilika. Yakatosita rakatashata. Katika uwepo wako magonjwa yanaponywa. Katika uwepo wako milango inafunguka. Katika uwepo wako tuko hapa Bwana, ponya watu wako, okoa watu wako, badilisha maisha ya watu wako. Ponya, 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 okoa, minyororo ivunjike, minyororo ivunjike, minyororo ivunjike, minyororo ivunjike, minyororo ivunjike, minyororo ivunjike. Watu wawekwe huru, watu wawekwe huru, watu wawekwe huru, watu wawekwe huru. Yes, yes, yes. I release the fire of the Holy Ghost now. Let every bondage break. Let every chain break. Let every bondage break. Yes, 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 yes. Katika uwanja huu kumejawa moto. Katika uwanja huu malaika wa Bwana wameshuka, wameshuka, wameshuka. Malaika wa Bwana wameshuka, malaika wa Bwana wameshuka. Nguvu za Bwana zimewachiliwa, zimewachiliwa. Magonjwa yanaponywa, minyororo inavunjika. Yes, 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 yes. Rekata, kila nguvu za wachawi, kila nguvu za uganga, we release the fire, we release the fire, we release the fire. Shakata, reketetesata, nguvu za giza ambazo hufunga watu wake nacho, nguvu za giza ambazo zinakamata biashara za watu wake nacho. Sasa tunawachilia moto, tunawachilia fire, tunawachilia fire, tunawachilia fire, tunawachilia fire. Sharabana, inua mikono yako juu, inua mikono yako juu, inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Katika jina la Yesu, kila aina ya nguvu za ufalme wa giza ambazo ukalia watu kwenye mikono, wakifanya kazi hawafanikiwi, wakifanya biashara hawafanikiwi, pesa zao zinakuwa ni bure. Sasa nawachilia moto wa Bwana kwenye mikono ya kila moja, mikono ikafunguliwe, mikono ikafunguliwe, mikono ikafunguliwe. Moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana ukakalie kila mkono, tukakomolewe, tukakomolewe katika jina la Yesu. Tunatangaza kufanikiwa katika biashara zetu. Ewe mikono, ewe mikono, wewe ni malango ya utajiri. Ewe mikono, ewe mikono, wewe ni malango ya utajiri. Kila nguvu za mapepo, laana, laana, shida na ufukara, wachilia mikono yangu, wachilia mikono yangu, wachilia mikono yangu, wachilia mikono yangu. Kila ufukara, kila ufukara, niwachilie, niwachilie, wachilie, 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 wachilie. Ndio hiyo fire, ndio hiyo fire, ndio hiyo fire, ndio hiyo fire, ndio
hiyo fire. Mikono inakombolewa, mikono inafunguliwa, mikono inafunguliwa. Yes, yes. Kuna watu waliambiwa hawatafanikiwa. Uliambiwa hata uende wapi hautafanikiwa. Mimi nanenea mikono yako, nasema chochote utagusa kitafanikiwa, kitafanikiwa, kitafanikiwa. Kuna watu waliambiwa hata waende wapi maisha yao itakuwa bure. Nimekuja kunenea miguu yako, fanya namna hii. Nimekuja kunenea miguu yako, ninakuja kutangaza, anza kuvuka mipaka, vuka mipaka, vuka mipaka, vuka mipaka, vuka mipaka. Ingia ndege, ingia ndege, enda China, enda ukafanya biashara, enda Turkey, enda Dubai. Kila mapepo ambayo ukamata mepo, ambayo usema hatuendi mahali, tunasema catch fire, catch fire, catch fire. Mimi ninaenda, mimi ninaenda, mimi ninaenda, mimi ninaenda, ninaenda kufanikiwa, ninaenda kufanikiwa, mimi ninaenda. Sharabosata rekete magana. Hakuna yeyote ambaye yuko katika uwanja huu ambaye anarudi kwa maisha ya shida tena. Maana Bwana ametumana, na akitumana ametumana. Hakutaka kujua majina yako, hakutaka kujua jinsia yako. Bwana alisema enendeni, enendeni mkawakomboe, enendeni mkawakomboe. Nasi tumeingia hapa leo, tunatangaza kwa jina la Yesu yaliyoandikwa kinyume na wewe, yaliyonenwa kinyume na wewe, tumekuja kuandika upya. Sasa utaenda pale, utafanikiwa, utaanza biashara, itafanikiwa. Ndoa yako itafanikiwa. Kama unaamini sema yeah. Popote Yesu alienda, alitenda mema. Popote Yesu alienda, alitenda mema. Kwa ajili Yesu uko hapa. Tendea watu wako mema, tendea watu wako mema, tendea watu wako mema. Listen, wewe haujaombwa uishi kulia. Kila machozi ambayo yanafuata maisha yako, kila dakika, kila saa. Ukianza biashara inamalizia na machozi, ukianza uhusiano unamalizia na machozi, ukianza huduma inamalizia na machozi, ukiingia kwenye ndoa inamalizia na machozi. Nimekuja kutangaza leo, nimekuja kutangaza leo, machozi utakayoiona mwezi huu wa saba ni machozi ya furaha, ni machozi ya shangwe, ni machozi ya shangwe. Kuna watu wako hapa hawezi kumbuka mara ya mwisho alifurahia ilikuwa lini. Hawezi kumbuka mara yake ya mwisho ya kufurahia ilikuwa ni lini. Nimekuja kurestore furaha yako, nimekuja kurestore furaha yako, nikiwa nimejawa na nguvu za Bwana. Nimekuja kukurejeshea furaha yako. Enda ukaone furaha. Go and enjoy your life. You were meant to enjoy. Usimame hapo kidogo niwapatie kitu. Ninapouliza wachungaji ambao niko nao katika uwanja huu tupande hapa juu, Praise, ningeomba tu
wachungaji ambao niko nao katika uwanja huu, naomba mche hapa tuombee watu hawa kwa jina la Yesu Kristo. Ningependa unisomee kitabu cha Revelation chapter number 5 verses number 9. Hapo tu nikupatie kitu. Tuombee maisha yako, tuombee mji huu wa Kiganjo, alafu tuachilie mwende nyumbani katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Revelation chapter number 5 and verses number 9. Sikiliza hapa kwa sababu nataka uende nyumbani na kitu. Oh yes. Nao waimba wimbo mpya wakisema. Nataka uangalie huyo mwingine, mwambie tunaimba wimbo mpya pamoja. Come on, mwambie tunaimba wimbo mpya pamoja. Na mwambie sio wimbo wa machozi, sio wimbo wa kukopa, sio wimbo wa huzuni, sio wimbo wa kuachwa. Mwambie huyo mko na yeye nisaidie kumhubiria. Mwambie kuna wimbo tutaimba mpya. Na wakaimba wimbo mpya wakisema wastahili wewe kukitoa hicho kitabu. Wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake. Na kuzifungua muhuri zake. Kabla haujaendelea, kuna kitu kinafanyika hapa. Kuna vitabu zinafunguliwa na kuna mihuri inaondolewa. Yani mahali paliwekwa muhuri, hawa hawaolewi, hawa hawawezi nunua magari, hawa hawawezi nunua mashamba. Yani kuna mihuri inaondolewa. Mimi sijui mihuri ya kwenu inasemaje. Mihuri ingine inasema hakuna kuzaa, ingine inasema hakuna kuendelea, lakini kuna mihuri inaenda kuondolewa. Kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Mihuri inayoondolewa inaondolewa na Yesu Kristo. Kwa kuwa yeye alifanyika dhabihu moja ya kutosha. Yeye alichinjwa akatununua sisi kwake Mungu wetu. Yani dhabihu yake ilikuwa ya kutosha. Dhabihu zingine zote, dhabihu za kuku, dhabihu za miguu ya kuku, dhabihu za tutambaa reda, hizo haziwezi fanya chochote. Maana kuna dhabihu moja, kunaye moja aliyeninunua na akaninunulia Yesu, akaninunulia Jehova. Yani Yesu Kristo alichinjwa akafanyika dhabihu ili zile mihuri mbaya katika maisha yako siondoke. Wengine wenyu mihuri yenyu ni rejection. Popote unaenda unachukiwa. Pahali popote unaenda haujui. Umeolewa mara 7, hauonangi shida yako. Watu wanakwambia wewe ni mrembo, watu wanasema you are a handsome man, lakini hauwezi ukaweka ndoa kwa sababu kuna mihuri iliwekwa. Lakini Yesu Kristo akatolewa kama dhabihu ili tuimbe wimbo mpya. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani. Ukawafanya kuwa wafalme na makuhani. Sijui kama uko karibu na mfalme, sijui kama uko karibu na kuhani, sijui kama uko karibu na mfalme. Yani Yesu ametufanya wafalme, Yesu ametufanya makuhani. Wafalme hawateseki na rent, wafalme hawateseki na school fees. Wafalme hawateseki na vitu ovyo. Makuhani wanasema inafanyika. Bwana ametufanya leo sisi kuwa ni wafalme na kuwa makuhani. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Umefanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu. Nao wanamiliki juu ya nchi. Sasa nataka kutangaza hivi. Unapotoka hapa, enda ukamiliki juu ya nchi. Hautamilikiwa tena, maana
Yesu Kristo amekupa ushindi huo. Alifanya msalabani kufa, akatolewa dhabihu ili mimi na wewe tumiliki juu ya nchi. Sasa kwa jina la Yesu, kile ambacho umiliki kinacho, nimekuja kukitangazia. Mimi sikuja kupitisha masaa. I did not come to pass time. Nimekuja kuovateka. Nimekuja kuovateka kinacho. Sijakuja kukato miaka isonge. Nimekuja kuovateka. Nimekuja kumiliki kwa biashara na kwa huduma. Kama unaamini sema Hebu soma verse 12. Nipatie hawa vitu 7 kwa sababu tuko mwezi wa 7. Niwapatie vitu 7 kwa sababu tuko mwezi wa 7. Oh yes. Tuone nyumbani. Oh yes. Wakisema kwa sauti kuu. Wakisema kwa sauti kuu. Astahili mwanakondoo aliyechinjwa. Astahili mwanakondoo aliyechinjwa. Everything that we got comes from our Lord Jesus. Chochote ambacho sisi huwa nacho, hicho tunatoa kwa Mungu Baba. Na kwa hivyo anastahili huyu aliyechinjwa. Kupokea uweza na utajiri. Sawa. Soma ya Kizungu. Naona kama hawa ni learned friends. Yes, ni learned friends. Ya Kizungu verse 4. Saying with a loud voice. Saying with a loud voice. Worthy is the lamb that was slain to receive power. Worthy is the lamb that was slain to receive power. And riches. Ngoja sema power. Power. Sema power. Power. Sema power. Power. Sema power. Kutoka leo. Maana wewe unajua mahali pako na unajua kazi iliyofanyika msalabani. Ninatangaza upokee power. Power ya kudominate. Power ya kuovateka. Bwana amekuweka hai. Maana na haja na maisha yako. Basi chukua power. Chukua power. Chukua power. Jambo lingine. Utajiri. Utajiri. I speak wealth. I speak wealth. It is the lie of the devil that you will have Jesus in your heart and still be a beggar. It is the lie of the devil that you have Jesus in your life and you become a beggar. I release the grace of riches. I release the grace of wealth. I release the grace of riches. Mwombezi, hautakuwa mtu wa kuomba. Katika uwanja huu kuna nguvu za Bwana. Mambo yanatendeka. Jiweke tayari. Hekima. Yeyote asiye na hekima. Kuna watu ambao kuna kesi ziko mbele yao. Na Bwana anasema kile unahitaji ni hekima ya kuzungumza. Ukisema watasikia. Kwa hivyo ninawachilia kwa jina la Yesu neema ya hekima. Kuna watu ambao Mungu anasema ndoa zao zikikosa hekima wasitaangamia. Ninawachilia neema ya hekima. Ninawachilia hekima. And honor. Na heshima. Ambia huyo mkono lazima uheshimike wewe. Lazima uheshimike. Nasema ni uongo wa shetani ya kwamba nitabeba Yesu aliyebeba utukufu alafu nikose kuheshimika. Ninasema ni uongo wa mapepo ya kwamba utabeba Yesu alafu ukose kuheshimika. From this moment I declare, popote utakanyaga watatambua uwepo wako. Popote utakanyaga watatambua umefika. Receive honor. I say receive honor. Heshimika kwenu. Vile ulienda last December. This December si Bwana akubali. Ulishuka kwa matatu. Si Bwana akubali. December hii uende kama umejibeba. Heshima ionekane.
nyumbani Baba afurahi. Receive honor. Ninakuachilia neema ya honor. Mahali unafanya kazi, wengine wenye umefanya kazi for 20 years in one company, wengine wanakuwa promoted, wewe unabaki pale. Nawachilia neema ya honor. Enda ukaheshimike. Na utukufu. Kama Bwana ambaye tumebeba amebeba utukufu, kwa nini tusibebe utukufu? Mavazi nitakayovalia ni utukufu. Pahali nitaenda nimebeba utukufu. Nitaenda na mwanga wa Bwana. Hakuna giza itastahimili. Hakuna giza itastahimili. Maana nimebeba utukufu wa Bwana. Yes. And blessings. Nawachilia baraka za Bwana. Umelaaniwa siku nyingi, wamesema wewe ni bure siku nyingi, wamekuangalia wakakuchukia siku mingi. Ninawachilia baraka za Bwana. Baraka hizi saba ziandamane na wewe huu mwezi wa saba, usikubebe hadi tamati ya maisha yako. Ninawachilia baraka za Bwana. Ninawachilia neema ya Bwana. Ninawachilia baraka za Bwana. Ninawachilia neema ya Bwana. In the name of Jesus. Nataka tuombe. Maana kuna wingu ambalo liko juu ya uwanja huu. Wingu la kufungua watu. Wingu la kubadilisha maisha. Haujui kwa nini ulipata mkutano huu hapa. Haikuwa tu ni hivyo. Mungu anakusudi na wewe. Ningependa tukaribie tu karibu. Sogea tu hapa ni sawa. Hapa mbele pako sawa. Lakini wale tuko kule nyuma, kule pembeni, kama unaweza itiwa maombi usongee. Sogea ndugu yangu. Kama unaweza kuitiwa maombi mama yangu, njoo. Come we pray. Njoo tuombe, njoo tuombe. Ashas mnaweza kunisaidia kuzungumzia wale watu. Hawa tuko pande hii sisi wote. Tunawaitia tu maombi, sio ya dini. Maombi sio ya dini. Hapana, hawa wachungaji wote wametoka dini tofauti. Njoo tuombe. Come let's pray. My brother, wacha tuombe. Kwa sababu Yesu alikupatia kitu ambacho shetani hataki ujue kamwe. Shetani anataka uendelee kukaa kama mtu wa kawaida. Lakini Yesu anasema alitolewa ili wewe upate ufalme na ukuhani. Oh my God. Kuna watu mateso yao inabaki kwa uwanja huu. Kuna watu kilio chao kinabaki kwa uwanja huu. Hakuna watu kuchukiwa kwao. Hakuna watu ulipigia simu hawakuchukua. Baada ya mkutano huo utapata missed calls wao wakikutafuta. Maana Jehova amekupatia neema ya ufalme. Na mfalme aomba ombi. Mfalme aomba ombi. A king is not a beggar. Unapoondoka katika uwanja huu, enda ukapatane na baraka zako. Enda ukapatane na neema yako. In the mighty name of Jesus. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Hata kama haujui kuomba, hauwezi shindwa kusema neno kwa Mungu. Ambia Bwana, nimekuja unisaidie. Nimekimbilia kwingi, nimekosa msaada. I release the grace of the Lord. Father Lord, honor me with your atmosphere today. Naomba Bwana tuheshimishe wachungaji wako na kuwepo kwako katika uwanja huu. Katika jina la Yesu Kristo. Honor us with your atmosphere. Honor us with your atmosphere. Honor us with your atmosphere. Ninawachilia neema ya maombi. Ninawachilia neema ya maombi. Ashakatarabagara. Asheketele pakata. Rakatepesata. Yes, 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 yes. Yes. Kuna minyororo inavunjika. Kuna minyororo inavunjika. Kuna minyororo inavunjika. Kuna minyororo inavunjika. Kuna watu wanapatiwa majina mapya. Laana iliyokalia mawazo yako inaondoka. Laana iliyokalia mawazo yako inaondoka. 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 Miguu ifunguliwe. Miguu ifunguliwe. Mikono ifunguliwe. Yes. Yes. Yes.
inavunjika, minyororo inavunjika. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. Nguvu za Bwana, nguvu za Bwana, nguvu za Bwana, nguvu za Bwana. Yes, yes, yes. Laana vunjika, laana vunjika, laana vunjika, laana vunjika, laana vunjika. Ashas, 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 ashas. Rekete pasha, rapakatosha, vinavunjika. Ndio hiyo moto ya Bwana. Ninawachilia operation ya Roho wa Bwana. Ninawachilia operation ya Roho wa Bwana. Kila pepo, kila ugonjwa, kila pepo, kila ugonjwa, I arrest you now, 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 I arrest you now. Kamata usakolo anakamata kila ngome linavunjika, linavunjika, kila ngome linavunjika, vunjika sasa. Toka, 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 toka. Kamatwa, 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 kamatwa. Operation ya Roho wa Mungu, operation ya Roho wa Mungu. Kamata, kamata, moto, 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 moto. Kamatwa, kamatwa, kamatwa. Roho, fanya zako, fanya zako. Bwana anatafuta, kuna wahudumu Bwana anatafuta, walikuwa katika kazi yake lakini wakaondokea, nguvu za giza zikawarejesha nyuma. Sasa ninawachilia operation ya moto wa Bwana. Manabii wa Bwana wainuke, manabii waimbaji ashaza yeshataragana. Yes, 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 ninaweka moto kwenye ulimi wa mwimbaji ambaye alikamatiwa kipawa chake. Ninaweka moto kwenye ulimi wa mwimbaji ambaye alikamatiwa kipawa chake. Ninawachilia moto wa kuachilia nyimbo za kimataifa. Ninawachilia fire, ninawachilia fire, ninawachilia fire.
Bwana, kuna watu katika uwanja huu usiku hawalali, wanakimbizwa na ndoto za kimapepo, wanakimbizwa na ndoto za ufalme wa giza. Uchawi imekamata maisha yako. Watumishi wako tunainua mikono yetu ikiwa imejawa na nguvu za Bwana, ili tuachilie nguvu za ukombozi. Mapepo yaanze kutoroka, nguvu za giza zianze kuondoka, watu wa Bwana wawekwe huru. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, ninakamata kila nguvu za giza, ninaziweka chini ya utiifu wa Bwana. At the count of 7. Yes. At the count of 7. Yes. We calling the name of Jesus. Amen. And we shall be fully delivered in the name of Jesus. Oh, yes. Nitahesabu mara 7. Tuko mwezi wa 7. Oh, yes. 7 inawakilisha mambo makubwa katika ufalme wa Mungu. Oh, yes. Na kwa hivyo mimi mwezi huu ninataka kuamini ni chanzo cha maisha yako kubadilika. Na kwa hivyo ninaposema moja, wewe unasema Yesu kwa nguvu yako yote, ukiwa na imani ndani ya moyo wako ya kwamba unatoka kwa uwanja huu maisha yako yakiwa yamebadilika. Hatimaye alimuitia Yesu kwa sauti, maisha yake yakabadilika. Sasa na wewe nataka umuinulie Bwana mikono, ikiwa ni ishara ya kusarenda. Umefanya biashara imeshindikana, umejaribu ndoa imeshindikana. Sasa nataka nikupatie mtu atakayebadilisha maisha yako, anayeitwa Yesu. Nitasema moja, utasema Yesu mpaka 7, alafu nguvu za Bwana hazitakupata mahali ulipo. Utapokea unachokihitaji katika jina la Yesu. Moja, Yesu. Moja, Yesu. Mbili, Yesu. Mbili, Yesu. Tatu, Yesu. Tatu, Yesu. Nne, Yesu. Nne, Yesu. Tano, Yesu. Tano, Yesu. Sita, Yesu. Sita, Yesu. Weka moyo wako tayari. Sita, Saba. Utalala usiku kwa amani. Kila aina ya spiritual husband, spiritual wife, mapepo na maroho ya masturbation, mapepo na maroho ya pornography, mapepo na maroho ya immorality, we declare catch fire, catch fire, catch fire. Bwana, timiza makusudi yako. Timiza makusudi yako. Timiza makusudi yako.
kutimiza makusudi yako. The Bible declares that anointing breaks yokes. Oh, yes. And a prophet is not a prophet unless what they prophesy comes to pass. Oh, yes. A prophet without power is a losing prophet. And we stand here as the tribe of prophets. Sisi ni kabila za manabii katika mji wa Keganjo. Tunakuja kuondoa ufukara nje. Tumekuja kuondoa ufukara nje. Mapepo yanayovuta watu kutoenda kanisani Keganjo, tunakuja kuyaondoa nje. Wazee wa kimapepo walioingia katika mji huu wa kwanza wakainua mikono wakasema, makanisa haitafaulu. Nasi kama manabii tumekuja katika uwanja huu. Afadelanda tumekuja kuachilia mbegu hasa watu kufanikiwa Keganjo. Tumekuja kuachilia mbegu hasa makanisa kufanikiwa. Hayatafungwa Keganjo. Makanisa ya Mungu hayatafungwa Keganjo. Nao manabii wote wa uongo, manabii wote wa uongo, wazee na wachanga, we want to set you out of the land of Keganjo. Tunataka kuwaondoa katika mji wa Keganjo wachawi na wakanga wakuanga wa Keganjo. Your time is over. Your time is over. Your time is over. Your time is over. Tunataka kutengenezea Mungu madhabahu hapa Keganjo, kwa sababu Keganjo imejulikana na mambo mengi. Wamesema Keganjo kunakaa watu ambao wanapenda maisha ambao ni rahisi, lakini Mungu amesema Keganjo haitakuwa ya watu ambao wanaishi maisha ya shida. Wakati kuna watumishi wa Mungu hapa, tutamwaga haya mafuta kuinulia Mungu madhabahu hapa, kwa sababu hapa hakujawahi kuwa na mkutano tena wa crusade. Uamini tunapomwaga haya mafuta, vile atakavyoenda chini na hayataweza kuchukulika tena, hivyo ndivyo shida za maisha yako zitaondoka milele na milele kupitia kwa jina la Kristo Yesu. Nitaomba wachungaji munikaribie tafadhali. Tumwage haya mafuta hapa, tumwambie Mungu tunainua madhabahu ya Mungu katika mji wa Keganjo katika jina la Yesu Kristo. Tunainua madhabahu ya kumwaga mafuta katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Tunayainua madhabahu ya Bwana katika mji wa Keganjo, na tunavunja madhabahu ya kipepo yaliyoinuliwa kinyume na mji wetu. Tunatangaza Keganjo is for Jesus. Keganjo is for Jesus. Keganjo is for Jesus. In the mighty name of Jesus. Kubali Bwana haya madhabahu yanenee mji wetu. Kubali haya madhabahu yabadilishe anga ya huu mji katika jina la Yesu. Na kama kuna mtu atakuja atake kuenda kinyume na kile tumefanya, Baba unajua gharama anaweza akalipa, na kwa sababu haitalipwa, Keganjo itakaa ya Mungu. Keganjo itaremain kuwa ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu kwa kile umetenda. Tunakushukuru kwa sababu ya ukombozi. Tunakushukuru kwa sababu ya vipawa ambavyo Bwana vimewachiliwa. Jina lako litukuzwe na jina lako lihimidiwe katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunaomba na tunaamini. Tupigieni Yesu Kristo makofi. Tupigie Yesu makofi. Na ndio ujue Keganjo imebarikiwa.
Tuko na watumishi wa Mungu hapa. In fact, niko na my immediate neighbor, mchungaji rafiki yangu, na ninajua ataachilia maombi hapa. Amen. Mtumishi wa Mungu aachilie neno la maombi. Oh, yes. Watu wanahitaji maombi. Amina. Sasa ukiomba, watumishi wa Mungu wengine watatusalimia. Amina. Alafu tufunge mkutano. Oh, yes. Asante. Jamani, tumpe Yesu makofi mazuri. Makofi hayo hayatoshi kwa Yesu, makofi mazuri. Asante. Situwapigie watumishi wa Mungu makofi. Reverend Kega na mama. Jamani, mpe. That's how you celebrate the anointing. Ai wewe. Amen. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Nisikilize. Maandiko inasema na kila goti litapigwa kwake, na kila ulimi utakiri Yesu Kristo ni Bwana. Majina yote mbinguni, duniani na hata chini ya dunia. Nisikize. The best thing unaweza ukafanya kwa maisha yako ni kumpokea Kristo. Sema kumpokea Yesu. Sema the best thing naweza nikafanya ni kumpokea Yesu Kristo. Sasa nikuulize hivi, uko hapa na ndani ya moyo wako kabisa genuinely kwa Mungu unahisi ungewezi kuenda pasipo Yesu kwa moyo wako, na kupa nafasi hii ufanye maamuzi ya busara kama mtu mwenye hekima tulioambiwa leo na nabii ya kwamba Mungu anatupa hekima. Hekima ni uwezo wa kufanya maamuzi. Amen. So uko hapa na haujaokoka. Kabla hatujaomba, naomba kwa heshima ya Mungu, nyosha mkono wako kwa heshima tu, na nyanyua mkono wako kwa kupenda katika heshima hiyo, katika jina la Yesu. Naona mikono kule inakuwa ni nzuri. Kisha with the great permission ya mtumishi wa Mungu Refu na mama, piga hatua usonge hapa mbele. Unahisi kabisa ndani ya moyo wako ungependa kumpokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Piga hatua tu pasipo kuona aibu na kumuonea Yesu shaka, usonge hapa mbele katika jina la Yesu Kristo. Naona mkono kule inakuwa ni nzuri. Una make hatua hiyo kwa heshima ya Mungu. Kimbia hapa. Uko hapa na hujaokoka na unahisi kabisa huwezi enda bila Yesu. Kimbia hapa. Hapo ndipo tunawachananga kiroho sasa. Hapo ndipo hekima hiyo inafanyanga kazi hapo. You are there, unahisi kabisa ndani ya moyo, ningependa kumpokea Bwana Yesu as the Lord and Savior of my life. Kimbia hapa. Amen. Nyosha mikono yako hivi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya wema, asante kwa upendo, kwa sababu ya nabii ukaukomboa mji. Maandiko inasema ulituma nabii ukawatoa kwenye utumwa. Katika jina la Yesu Kristo, jioni hii ya leo tunaachilia alivyotangaza nabii ya kwamba mji umekombolewa, mji hauko tena chini ya utumwa. Wakamwambia Elisha, mji huu unazaa mapooza. Nashika anga ya mapooza, nashika roho ya mapooza katika jina la Yesu Kristo. Kwa upako wa mafuta haya ninaachilia kiganjo kupona, ninaachilia inji kupona, haitazaa mapooza tena. Ninaachilia neema ya watu kupenya na kuvunja pembe nne zilizokaa kwa anga. Every power of the horn inayokaa kwenye anga iliyozuia watu kuinuka na kuinua vichwa vyao. Zekaria 1:18-21. Naangusha mamlaka hayo, naangusha nguvu hizo, ninaachilia mateka kwa jina la Yesu Kristo. Ukutane na hatima ya kwako, kilichofichwa kwako. Ninafungua macho yako ya kiroho, ukutane nacho. From this ground today, may God favor you.
May he shine his face upon your life. May you never remain the same. Na kile ulisumbuka kupata kwa upako wa neema hii, Mungu akupe kwa wepesi. Umepataje haraka? Mungu wako amenisaidia. Ndivyo Jacob anavyojibu, na hilo ndilo jawabu la kwako, ya kwamba Mungu atakusaidia kwa wepesi. Receive the blessing and the favor of God. In Jesus' name we pray and give God praise. Thank you, sir. Yesu asifiwe. Naona mtumishi wa Mungu ametupa sadaka hapa, na ningependa watu wengine wamuunge mchungaji hapa. Tumtolee Bwana sadaka katika madhabahu haya, maana kuna moto wa Bwana umeshuka. Na Biblia inasema wakati wote utapatana na uwepo wa Mungu. Usikubali uende tu. Tolee Bwana sadaka. Chukua sadaka, ikiwezekana njoo uleta hapa, tuunganishe pamoja na mtumishi wa Bwana. God bless you. Kuna watu wanaelewa mambo ya presence ya Mungu hapa. Kuna watu ambao wanaelewa mambo ya presence ya Mungu hapa. And may the Lord bless you. The Lord bless you. The Lord bless you. Kile uko nacho njoo. Unajua watu wanakuwa na uzito wa kumpatia Bwana vitu vyao, lakini hapa naona watu wamejawa na neema. Kuja to just come, kwa sababu mtumishi wa Bwana ametuongoza. Basi tuweze kusaidia kusindikiza uwepo huu kwa jina la Yesu Kristo. Kuja na chochote ambacho uko nacho tu, chochote ambacho uko nacho. Just come my brother, just come my sister. Njoo tu. Bwana amekuponya, njoo na sadaka ya kusema asante kwa chochote ambacho uko nacho. Wale ambao tutatumia simu, basi nitawapa nambari baada ya hii tu. Wacha wale ambao tunatoa cash tuje tumalizie sote kwa jina la Yesu. Njoo tu, just come. This is a blessing. Amen. Wale ambao tunatumia simu, chukua simu yako basi. Tunaendelea kuja. Ukiona neema imeachiliwa, basi unakimbia nayo kwa jina la Yesu Kristo. Na mnapoleta hapa mbele, Bwana asikubali mali zenu ziishie kwa madawa na magonjwa na makesi za nuksi na visirani kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Wale tunatumia simu, namba ya simu ni 0724 815 841. 0724 815 841. 0724 815 841. Mungu awabariki na wapenda watu wa Kiganjo. Amen. Kiganjo, Mungu awabariki. Amina. Tulikuja mkutano bila hata kutangaza, na mmetokea kwa wingi sana. Na ndio mjue mkutano ni wa Mungu, si wa church. Ndio. Hawa wote ni watumishi wa Mungu kutoka mahali tofauti. Muache watusalimie tujue majina yao, wametoka wapi. Makanisa ambao wanatumikia. Mchungaji ambaye ametuombea ni mchungaji wa kanisa la Neno. Hili liko hapa. Sisi ni Jubilee, tuko pale. Sasa wacha tusikie. Amen. Watu wa Kiganjo, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Naitwa Pastor Joan, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ni mke wa Pastor Jonah, na tunahudumu na kanisa la Hope of Faith Worship Center upande wa Roiro, Morera. Bwana wabariki. Amen. Amina. Pastor Jonah, wewe. Haleluya. Amen. Tumekubaliana pamoja ya kwamba ngome zote zimevunjika na tumeenda tukiwa tumewekwa huru. Na mimi ndio Pastor Jonah. Siwabarikiwe. Amen. Pastor Jonah wa Joan. Hiyo ina line vizuri sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Naitwa Agnes wa Pastor James. Pastor James atakuja atasalimia. God bless you. Amen. Na yeye Pastor James. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Pastor James Irongo, mchungaji pale Jubilee. Amina. Amen. Huyo ni mchungaji wetu. Kupigia makofi mazuri. Amen. Mtu anakuja hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe Mwokozi. Haleluya. Kwa majina naitwa Mrs. Pastor Mwangi. Tuko neighbor ya Neno. Good. Kanisa linaitwa Ebenezer Grace Neema Branch. Mungu awabariki sana. Amina. Makofi mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Mimi ni Pastor Mwangi, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mungu awabariki. Asante. Makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Haleluya, watu wa Kiganjo. Haleluya. Ninashukuru Mungu. Kwa majina naitwa Pastor Rusi, mkewe Pastor Eliud. Sisi ni watu wa Komanda. Tuko hapa nyuma, ni neighbor wa hawa. Asante sana Daddy Reverend Kega na Mam kwa ajili ya kutayarisha mkutano wa aina hiyo. Basi watu wa Kiganjo mbarikiwe. Asante mwana Komanda. Bwana wabariki. Bwana asifiwe. Amina. Nisalimie hivyo watu wa Kiganjo. Hey. Mwathani arogocwo. Amina. Mimi naitwa Senior Pastor Francis Goko, nimeokoka Yesu ni Bwana. Amina. Na hudumu na kanisa la Holy Christian Church hapa Athena. Bwana awabariki. Asante. Ni vizuri ungesema ni sisi tumekualika. Ni vizuri. Nimealikwa na Beo ya Ngai. Amen. Na Pastor Kega. Amen. Winnie Kega. Amina. Asante, mpigie makofi mazuri. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. He is good. Amen. Kwa majina naitwa Reverend Kamiti na shiriki Jubilee. Bwana wabariki. Asante, mpe makofi mazuri. Pia naye ni Bwana wetu, tunashukuru Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Amina. Anaitwa Evangelist Kevin na hudumu ACK Juja na namshukuru Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nami naitwa Lucy Ng'ang'a, nampenda Yesu na hudumu hapa kanisa letu la JATC. Mungu awabariki. Tunawapenda mwa. Asante, wacha niwaruhusu watumishi wa Mungu. Watu wa Kiganjo, kanisa wa Jubilee unakuanga na ibada mbili. Ibada ya kwanza ni ya Kizungu na Kiswahili, saa 2 mpaka saa 4. Kutoka saa 4 mpaka saa 7 kigosho kimurutio inakuwa ni ibada ya Kikuyu. Sunday ni mugoka kanitha. Mutatutembelea Sunday. Hata si kutembea, hii si ni chachi yenu. Sunday ninawangojea kanisani wale wameokoka throughout this crusade. Mungu azidi kuwabariki. Tunaendelea kuwaombea, mtapokea ujumbe kutoka kwetu ili tuendelee kuomba pamoja nanyi. Ngai amurathime, Ngai amwike wega, mugie na wiki njega toguo twaririo kiugo kia Ngai, endeni muone wema wa Bwana. Ngoria no ne ngari ya matu-ini no kirithiteji, okejikia goko muhuko.